Fainali ya Kombe la Dunia 2026 Hispania dhidi ya Argentina. Karibu kwenye taarifa maalum za fainali ya Kombe la Dunia 2026. Leo dunia ilisimama kushuhudia pambano kubwa kati ya mabingwa watetezi Argentina wakiongozwa na Lionel Messi dhidi ya Hispania yenye kikosi kipya kilichojaa vipaji kama Lamine Yamal, Nico Williams na Dani Olmo. Filimbi ya kwanza ilipopigwa, Hispania ilianza kwa kasi kubwa na kutawala umiliki wa mpira. Waliunda nafasi kadhaa za kufunga kupitia mashambulizi ya pembeni, lakini kipa wa Argentina, Emiliano Martinez, alikuwa kwenye kiwango cha juu kabisa. Alifanya save kadhaa muhimu zilizowaweka mabingwa watetezi kwenye mchezo. Argentina ilijaribu kujibu kupitia Lionel Messi, Julian Alvarez na Alexis Mac Allister, lakini safu ya ulinzi ya Hispania iliongozwa vizuri na mabeki wake na kuwazuia kupata nafasi nyingi za wazi. Katika dakika za mwanzo za kipindi cha kwanza kulikuwa na faulo nyingi na mwamuzi alitoa kadi za njano kwa wachezaji waliocheza kwa nguvu. Kadri mchezo ulivyoendelea, Hispania iliongeza mashambulizi. Mara kadhaa walifikiri wamefunga, lakini ukaguzi wa VAR ulizuia baadhi ya maamuzi muhimu na mchezo ukaendelea bila bao. Baada ya dakika 90, matokeo yalikuwa 0-0 na mechi ikaingia muda wa nyongeza. Katika muda wa nyongeza, Argentina ilipata pigo kubwa. Kiungo wake Enzo Fernandez alipokea kadi ya pili ya njano na kuonyeshwa kadi nyekundu. Kuanzia hapo Argentina ilibaki na wachezaji 10 pekee, jambo lililoipa Hispania nafasi kubwa ya kushambulia. Kocha wa Hispania alifanya mabadiliko muhimu kwa kuwaingiza wachezaji wapya wenye nguvu. Mmoja wao alikuwa Ferran Torres. Dakika ya 106, Nico Williams alituma mpira mzuri ndani ya eneo la hatari. Ferran Torres akaupokea na kupiga shuti kali lililomshinda Emiliano Martinez. Uwanja mzima ukalipuka kwa shangwe huku Hispania ikiongoza 1-0. Baada ya bao hilo, Argentina ilijaribu kusawazisha kupitia Messi na washambuliaji wake, lakini Hispania ilijilinda kwa nidhamu kubwa. Dakika za mwisho zilikuwa na presha kubwa, lakini safu ya ulinzi ya Hispania ilisimama imara hadi filimbi ya mwisho ilipopigwa. Kwa ushindi huo wa 1-0, Hispania ilitwaa kombe la dunia kwa mara ya pili katika historia yake tangu ubingwa wa mwaka 2010. Pia iliweka historia kwa kuwa taifa la kwanza kushikilia kwa wakati mmoja kombe la dunia la wanaume na la wanawake. Wachezaji walioangaza: Ferran Torres, mfungaji wa bao la ushindi; Emiliano Martinez aliokoa mipira mingi ya hatari; Lamine Yamal alisumbua sana safu ya ulinzi ya Argentina; Nico Williams alitoa pasi ya bao la ushindi; Lionel Messi alipambana hadi dakika ya mwisho lakini hakufanikiwa kuipa Argentina bao la kusawazisha. Takwimu muhimu: matokeo: Hispania 1-0, Argentina bao; Ferran Torres, dakika ya 106, kadi nyekundu; Enzo Fernandez, Argentina bingwa wa kombe la dunia 2026. Hispania bao la ushindi. Dakika ya 106, Ferran Torres aliifungia Hispania bao pekee la mechi katika muda wa nyongeza baada ya kupokea pasi nzuri kutoka kwa Nico Williams. Bao hilo liliifanya Hispania kuongoza 1-0 na hatimaye kushinda kombe la dunia. 2. Kadi nyekundu: Enzo Fernandez wa Argentina alitolewa nje kwa kadi ya pili ya njano, hivyo Argentina ikamaliza mechi ikiwa na wachezaji 13. Kadi za njano: mechi ilikuwa ngumu na yenye mapambano makali katikati ya uwanja. Waamuzi walitoa kadi kadhaa za njano kutokana na faulo za kuchelewesha mashambulizi na kucheza kwa nguvu. 4. Mabadiliko ya wachezaji: kocha wa Hispania aliingiza Ferran Torres ambaye baadaye akawa shujaa wa mechi kwa kufunga bao la ushindi. Argentina pia ilifanya mabadiliko ya kuongeza nguvu ya ushambuliaji lakini haikuweza kusawazisha. 5. Emiliano Martinez, kipa wa Argentina, aliokoa nafasi nyingi za wazi na kuifanya mechi ibaki 0-0 kwa muda mrefu. Alikuwa mmoja wa wachezaji bora wa Argentina licha ya kupoteza fainali. 6. Takwimu muhimu: Hispania ilitawala umiliki wa mpira na kutengeneza nafasi nyingi zaidi. Argentina ilijilinda kwa nidhamu lakini ilishindwa kutengeneza nafasi nyingi za kufunga. 7. Historia. Ushindi huu umeipa Hispania ubingwa wake wa pili wa kombe la dunia baada ya kutwaa taji lao la kwanza mwaka 2010.
Bao la ushindi. Dakika ya 106, Ferran Torres aliifungia Hispania bao pekee la mechi katika muda wa nyongeza baada ya kupokea pasi nzuri kutoka kwa Nico Williams. Bao hilo liliifanya Hispania kuongoza 1-0 na hatimaye kushinda kombe la dunia. 2. Kadi nyekundu. Enzo Fernandez wa Argentina alitolewa nje kwa kadi ya pili ya njano, hivyo Argentina ikamaliza mechi ikiwa na wachezaji 13. Kadi za njano. Mechi ilikuwa ngumu na yenye mapambano makali katikati ya uwanja. Waamuzi walitoa kadi kadhaa za njano kutokana na faulo za kuchelewesha mashambulizi na kucheza kwa nguvu. 4. Mabadiliko ya wachezaji. Kocha wa Hispania aliingiza Ferran Torres ambaye baadaye akawa shujaa wa mechi kwa kufunga bao la ushindi. Argentina pia ilifanya mabadiliko ya kuongeza nguvu ya ushambuliaji lakini haikuweza kusawazisha. 5. Emiliano Martinez, kipa wa Argentina, aliokoa nafasi nyingi za wazi na kuifanya mechi ibaki 0-0 kwa muda mrefu. Alikuwa mmoja wa wachezaji bora wa Argentina licha ya kupoteza fainali. 6. Takwimu muhimu. Hispania ilitawala umiliki wa mpira na kutengeneza nafasi nyingi zaidi. Argentina ilijilinda kwa nidhamu lakini ilishindwa kutengeneza nafasi nyingi za kufunga. 7. Historia. Ushindi huu umeipa Hispania ubingwa wake wa pili wa kombe la dunia baada ya kutwaa taji lao la kwanza mwaka 2010. Fainali ya kombe la dunia 2026, Hispania dhidi ya Argentina. Karibu kwenye taarifa maalum za fainali ya kombe la dunia 2026. Leo dunia ilisimama kushuhudia pambano kubwa kati ya mabingwa watetezi Argentina wakiongozwa na Lionel Messi dhidi ya Hispania yenye kikosi kipya kilichojaa vipaji kama Lamine Yamal, Nico Williams na Dani Olmo. Filimbi ya kwanza ilipopigwa, Hispania ilianza kwa kasi kubwa na kutawala umiliki wa mpira. Waliunda nafasi kadhaa za kufunga kupitia mashambulizi ya pembeni, lakini kipa wa Argentina, Emiliano Martinez, alikuwa kwenye kiwango cha juu kabisa. Alifanya save kadhaa muhimu zilizowaweka mabingwa watetezi kwenye mchezo. Argentina ilijaribu kujibu kupitia Lionel Messi, Julian Alvarez na Alexis Mac Allister, lakini safu ya ulinzi ya Hispania iliongozwa vizuri na mabeki wake na kuwazuia kupata nafasi nyingi za wazi. Katika dakika za mwanzo za kipindi cha kwanza kulikuwa na faulo nyingi na mwamuzi alitoa kadi za njano kwa wachezaji waliocheza kwa nguvu. Kadri mchezo ulivyoendelea, Hispania iliongeza mashambulizi. Mara kadhaa walifikiri wamefunga, lakini ukaguzi wa VAR ulizuia baadhi ya maamuzi muhimu na mchezo ukaendelea bila bao. Baada ya dakika 90, matokeo yalikuwa 0-0 na mechi ikaingia muda wa nyongeza. Katika muda wa nyongeza, Argentina ilipata pigo kubwa. Kiungo wake Enzo Fernandez alipokea kadi ya pili ya njano na kuonyeshwa kadi nyekundu. Kuanzia hapo Argentina ilibaki na wachezaji 10 pekee, jambo lililoipa Hispania nafasi kubwa ya kushambulia. Kocha wa Hispania alifanya mabadiliko muhimu kwa kuwaingiza wachezaji wapya wenye nguvu. Mmoja wao alikuwa Ferran Torres. Dakika ya 106, Nico Williams alituma mpira mzuri ndani ya eneo la hatari. Ferran Torres akaupokea na kupiga shuti kali lililomshinda Emiliano Martinez. Uwanja mzima ukalipuka kwa shangwe huku Hispania ikiongoza 1-0. Baada ya bao hilo, Argentina ilijaribu kusawazisha kupitia Messi na washambuliaji wake, lakini Hispania ilijilinda kwa nidhamu kubwa. Dakika za mwisho zilikuwa na presha kubwa, lakini safu ya ulinzi ya Hispania ilisimama imara hadi filimbi ya mwisho ilipopigwa. Kwa ushindi huo wa 1-0, Hispania ilitwaa kombe la dunia kwa mara ya pili katika historia yake tangu ubingwa wa mwaka 2010. Pia iliweka historia kwa kuwa taifa la kwanza kushikilia kwa wakati mmoja kombe la dunia la wanaume na la wanawake. Wachezaji walioangaza: Ferran Torres, mfungaji wa bao la ushindi; Emiliano Martinez aliokoa mipira mingi ya hatari; Lamine Yamal alisumbua sana safu ya ulinzi ya Argentina; Nico Williams alitoa pasi ya bao la ushindi; Lionel Messi alipambana hadi dakika ya mwisho lakini hakufanikiwa kuipa Argentina bao la kusawazisha. Takwimu muhimu. Matokeo: Hispania 1-0, Argentina bao; Ferran Torres, dakika ya 106, kadi nyekundu; Enzo Fernandez, Argentina bingwa wa kombe la dunia 2026. Hispania